Bwana mdogo, unasemaje? Mimi nimekuja hapa nina shida kakaangu. Nina shida yangu kubwa kabisa. Huko mtaani kuna binti mimi nampenda. Yaani nampenda hapa. Lakini sasa yule binti mimi nielewi. Kwa nikaona pa kukimbilia kabisa ni kwa kakaangu. Kwa naomba unipe dawa ili nikamalizane na yule binti kaka. Nisaidie ndugu yako, nimekwama. Nimekwama. Hebu acha upumbavu wewe. Tena ni bora ulivyokuwa hujawa mganga. Maana kama ungekuwa mganga wewe, ungetumia huu uganga wako na ungetumia hizi dawa, na dawa zingeishia kwa wanawake, kwa watoto wa watu kuwapata ili mradi ufanye nao ngono. Tena ni afadhali kabisa wewe ulivyokuwa hujawa mganga mdogo wangu. Maana ungetusumbua sana na mabinti za watu wangeisha. Kaka, ina maana wewe unanisema kwa ajili ya mimi ya shida yangu? Wewe ndiyo msaada wa kunipa mimi kakaangu, sio kuninyanyasa. Huko utakuwa unanisimanga na kuninyanyasa. Mimi kakaangu nimekuja na shida. Nisaidie mdogo wako. Sasa tena hayo maneno yote yanakuja yanaanzia wapi kakaangu? Nisaidie nikamalizane na yule mtu, ndo furaha yangu, mimi ndo faraja yangu. Kaka, na kama utahitaji pesa, basi mimi nitakupa tu. Hebu acha ujinga wewe. Wewe una hela wewe? Wewe hiyo hela unaweka mfuko gani? Kwanza wewe huna pesa ya kunipa. Alafu la pili, hebu acha upumbavu. Narudia tena, acha upumbavu. Sungura wa Kihindi wewe. Wewe huna hela ya kunipa. Hebu toka hapa. Sasa nasemaje? Ukitaka kuniua niue, ukitaka kunipiga nipige, mimi hapa sitoki. Kwa sababu ukiangalia, huo uganga ni wa kwetu wote, ni wa familia. Wewe umekuwa mganga utusaidie na sisi wengine. Huo uganga ni wa kifamilia na dawa za kifamilia hizo bwana. Usinitishe, mimi sitoki hapa niue. Nakwambia toka. Mimi nasema sitoki. Kwa hiyo unataka tubishane? Usinitishe, mimi sitoki hapa niue. Unataka tuonyeshane ukubwa mimi na wewe, nani mkubwa Mbavu wewe. Kaka wewe. Mambo gani sasa tunafanyiana hayo? Mbona tunatishana hapa? Rudi bwana. Kaka Kimwaga. Kaka Kimwaga wewe. Kaka Kimwaga rudi. Kaka Kimwaga. Kaka Kimwaga. Kaka Kimwaga huyo. Amefika sasa. Nimekwambia sikupi dawa na utoke. Na ukiendelea kubisha, basi kitakuja kingine zaidi ya hicho ulichokiona wewe. Na ukiwa mbishi, nitakugeuza ngazi. Akupande kila mwanaume, kila lika. Na kama unavyojua watoto wa kiume, kama unavyojua wanaume, mwingine ana kubwa, mwingine ana ndogo, mwingine ana nene, mwingine ana nyembamba, mwingine ana kama hii fimbo yangu. Sasa endelea kuwa mbishi, endelea kubaki hapo nikuonyeshe. Basi umekufikia huko tena kaka. Daza kaka mkubwa. Mama samahani, kuna mdada nimepishana naye hapo mlangoni. Hivi unamjua vizuri? Dada gani? Binti mmoja hivi, mweupe, ana mwili ila kimo chake kama tunataka kuendana na mimi. Kavaa gauni refu hivi na mtandio, katoka sasa hivi hapa nimepishana naye hapo nje. Amefanya nini? Hivi mama, umemkaribisha yule binti hapa ndani kwako, unamfahamu vizuri kweli? Au unakaribisha tu watu ajabu ndani kwako? Ngoja tu nikwambie ukweli. Yule binti usije ukamleta tena nyumbani kwako, maana hata majirani wakikuona kaingia kwenye geti lako hili, watakudharau. Yule binti anajiuza mamangu, kama ulikuwa ujui. Yaani mchana muone vile vile kaulamba kapendeza mwenye kajistiri vibaya mno, lakini kiuhalisia ni mchafu wa tabia, mchafu sijapata kuona. Mbona sikuelewi? Hebu kwanza. Umesema? Mamangu, yule binti anajiuza. Yaani mfanyabiashara mzuri tu wa mwili wake. Usishangae umemwona tu sasa hivi mchana kavaa kajistiri vile vizuri. Kutana naye kuanzia mida saa 2. Unaweza ukakataa kwamba sio yeye. Yaani maisha yake yote anaendesha kwa ajili ya kujiuza. Sijui unanielewa vizuri mamangu. Anajiuza vipi mwanangu? Hebu nielekeze vizuri kwanza nikuelewe. Yaani yule ni binti mwenye tabia chafu kupinukia. Usiku ndo anajionyesha kwa mavazi. Mchana vile vile kajistiri, lakini bado watu wanaenda wanatangaza dau wanaenda nao.
Kwa hiyo ndo hivyo mamangu. Na kuomba usije ukamruhusu tena yule binti kuingia hapa nyumbani kwako. Binti alivyo mzuri vile. Na tabia unazoniambia wewe, mbona vitu vili tofauti? Wewe niamini ninachokuambia mamangu. Wewe muone vile vile mchana ni mwema. Amevaa amejistiri kama mwanamke wa maana. Lakini usiku anavaa mavazi ya ajabu mamangu. Yaani ni nusu uchi. Sidhani kama utatamani hata kumwangalia mara mbili. Mimi yule dada sina hata ugomvi naye. Kiasi kwamba mpaka ipelekee mimi nianze kumwongelea maneno ya unafiki. Kila ninachokuambia hapa kina uhalisia ndani yake. Nadhani utakuwa umenielewa. Ila mama, naomba tu niruhusu niende. Maana hata kilichonifanya nije hapa, nimejikuta yani nimeghafirika. Najua hapa ni nyumbani kwetu, muda wote tunaruhusiwa kufika. Na nina mengi sana kuzungumza na wewe. Kwa kifupi nimevurugwa, hata sielewi. Sawa mwanangu. Ila mama, haya. Halo. We Betha. Hebu njoo nyumbani hapa mara moja. Ya kambe. Uliza dolimi cheneke. Nani wewe mbona uligonga? Ulipita huja mahena? Mimi na shida huyu mama humo yupo. Mama? Mama ukine. Mbona nimeatimba leo? Na shida huyu mama humu ndani yupo, maana na shida naye na mimi nishawahi kuingia. Naomba kwanza nipishe basi nipishe mama. Ya kambela utizo ingila keke wangwangu. Ya kambela uitakana nani kunumbela? Mana ingwe bana batalesa mle basumpa ila lulu. Mano nena ntoko manaka ila kawusho kete keke kaliza kete kangwa shilole keke ka sumpa ka unelele ka pekosa ka niki ka u yeke tetalesra mweni ngoja kalo nalomela mjiswahili keke uni dewe jisoganti unaitwa nani na umefuata nini hapa? Sikia wewe unanizuiaje kwanza ukiniangalia mtoto mashallah nimeumbika afu unanizuiazia bwana nipishe bwana niingie mimi humo na shida huyo mama. Hiyo govita ina angaliwa gani nimo? Unasikia? Mimi hapa ni mlinzi. Kupita hapa ipo kazi. Kaleo gani nimo hii? Leo na leo ikote. Ukanilola ke cheneke. Mimi naomba nafasi niingie tu kwa huyo mama. Yaani ninavyokuambia, mimi na wewe tutakuwa wapenzi. Unaona huko nje? Wenzako wanalilia kuwa na mimi. Wanalilia kunitaka na kwambia lakini mimi hata siwataki. Wewe usikatae hata fursa hii. Naomba niingie huko ndani niongee na mama nikishamaliza nikishatoka. Yaani mambo atakuwa bulbul. Yeke uleomba kwa hana? Hata ushamba basi. Nakwambia niwe utafurahi. Bebe. Wewe binti. Kumbe ni mnafiki kiasi hicho. Wewe umekuja hapa ukaanza kuongea maneno mengi ya busara na hekima. Kumbe mnafiki mshenzi wewe. Wewe una tabia kujiuza. Wewe ni malaya tena kahaba mbwa. Unajionyesha kwamba umevaa nguo nzuri za kujistiri. Kumbe nyoka wewe. Wewe malaya. Wewe unajiuza. Changu doa tena ule kubuhu. Umekuja hapa ukanionyesha picha zako hizo 2. Ukanionyesha picha kwamba huyu ni mshua. Ana tabia za ajabu, ana tabia mbaya, ana tabia chafu. Mimi sitaki kabisa mahusiano naye. Ukaongea hivyo wewe. Ukanionyesha picha ya 2. Huyo kijana ukasema kwamba huyu ndo unampenda. Unataka akuoe huyu. Je, kwa mfano mimi ingekuwa ndo mama yake na huyu hii picha ya 2 unayonionyesha. Mimi ningekubali kuwa mtu kama wewe? Malaya changu doa. Unajiuza. Una kazi ya kufanya. Isitoshe umetoka huko unakuja mama naomba unishawishi. Wewe. Kwani mpendi kujiheshimu?
Sasa kujiuza nakusaidia nini wewe? Mtakuja kuondoka na magonjwa bure. Mtakufa. Ila mama, hayo maneno yote unayoongea hapo si ya kweli. Ni ya uongo tu. Na je, nani kakwambia hayo maneno? Siku zote mtu anakunyima chakula, lakini neno mtu hakunyimi hata siku moja. Nakaa humu ndani, nashinda humu ndani, lakini tabia zako zote nazijua. Kuna dada alikuja humu ndani, ni mnene mweusi, alivaa nguo nyeusi, suruali nyeusi, na blouse yake juu ya blue ina viwa vyeupe. Sawa mama, nimekuelewa. Mimi naenda. Ila hayo uloambiwa sio ya kweli. Sijawahi kabisa kufanya hivyo vitu. Unaweza kaenda. Kwanza dada, nikuulize kitu. Umeona vitimbwi vyote ulivyonifanyia havijakutosha. Umeenda kwa yule mama watu, umemjaza maneno, mimi malaya, mimi najiuza. Dada, wapi na lini mimi nimetoka humu ndani nimeenda kujiuza? Kuna siku nirudi saa 8 usiku mimi? Dada, kumbuka wewe ni dada yangu. Hivyo vitendo wanifanyie wengine, sio wewe. Wewe ni ndugu yangu, tena ndugu wa damu. Kwa nini unanifanyia hivi dada yangu? Dada, umeniumiza sana. Na nilivyozipata hizi taarifa, sikutegemea kabisa kama wewe ndio umeenda kule kujaza maneno yule mama wa watu. Kumbe ndugu yangu mwenyewe unanitafuna. Ndugu yangu mwenyewe unaniangamiza. Naonekane kwa watu mimi sina thamani. Sasa ona, umeenda kwa yule mama, umeenda kufanya nini? Si ndio umeniharibia mimi nionekane binti wa ovyo? Kwanza dada, nikuulize. Hivi haya yote unaonifanyia ni kwa sababu nimemkataa wewe mwanaume wako unayemtaka wewe, au kuna kingine? Sikia nikwambie Betha. Unajua siku zote jeuri mwenzie kusudi. Na kwa vile wewe unajiona kwamba umefika hapa mjini, ushakuwa alwata, si ndio? Ngoja basi tushindane. Maana tayari ushaniweka mimi kwenye kundi la ukewenza, sio dada yako tena. Haya, yote unayoongea ni kweli nimeongea. Nimemwambia yule mama kila kitu. Kila kitu unachokizungumza ni kweli nimetamka. Tena inawezekana mengine hata hajakwambia kasahau tu. Huenda ungekuja unalia hapa. Wewe tunajifanya umepani, kimuumia. Sasa kilichokuumiza nini hapa? Wewe unajifanya kiburi. Hebu ngoja tuishi humo. Kitaeleweka tu. Sawa dada. Ila kaa ukijua, siku zote jambo usilopenda wewe kufanyiwa, basi usifanyie na mwenzako. Umeniumiza sana dadangu. Tena umeniumiza pakubwa mno. Siwezi hata kuelezea. Naumia. Tena umeniumiza. Kumbuka dada, mimi na wewe tumetoka tumbo moja. Kwa nini dadangu anifanyia hivi? Kwa hiyo umeumia? Roho inakuuma, unasononeka kabisa kwamba unaona dadangu kanifanyia ubaya, si ndio? Betha, ni trailer tu mdogo wangu, kama ulikuwa ujue. Picha linakuja. Wewe unataka ligi na mimi? Ndio tumeianza. Ujishikirie. Alafu kuwa na moyo wa uvumilivu kuendana na hili sakata ambalo umelianzisha. Hayo maumivu unayoyasikia hayo, nimetumia ukucha tu kukuumiza. Kwa hiyo kama utakuwa una akili timamu, utakuwa unanielewa dada yangu anaongea kitu gani. Inabidi uache hayo unayoyafanya na unisikilize mimi naongea nini na kukataza nini. Na endapo utajifanya wewe ni kichwa ngumu, kwamba wewe umekubuu, unajimudu kwa kila kitu, endelea. Mimi nilidhani utaria mdogo wangu. Dada, umenifanyia nini dada? Dada, kiukweli nimeumia dada. Mimi ni ndugu yako wa tumbo moja dada. Tunashia damu moja.
Betha. Mimi nalijua hilo mdogo wangu. Kweli mimi na wewe ni ndugu wa tumbo moja. Lakini kama ukijua mdogo wangu, siku zote jambo analolifanya mtu mzima lina makusudi ndani yake. Kuona mimi haya yote niliyoyafanya nimeyakusudia na nimedhamiria kabisa lengo langu wewe uumie ili uweze kuachana na hiki ambacho nakukataza. Ila wewe unajifanya ndo alwatan. Tupo kwenye ligi. Sasa nakwambiaje? Maumivu uliyopata cha mtoto dada. Kinachokuja sasa hivi maumivu yake ni makali. Tena kupitia kisu. Na sio kucha tena. Mganga, nimekuja hapa kwako, nataka unipe dawa. Mimi ndo mara yangu ya kwanza kuja kwa mganga. Lakini kwa ajili ya mapenzi nimeamua leo nije kwa sababu mpenzi wangu ana wanawake wengi. Kwa hiyo nataka niwatoe wote, nibaki peke yangu mganga. Kimwaga. Hii dunia isimame mimi nishuke. Binti, wewe uko darasa la ngapi? Sasa darasa langu la nini? Hapo mama mwenzalau sana. Mimi sijakudharau. Kwa sababu jinsi ulivyokuja na hayo mavazi uliyovaa inaonekana kabisa bado uko shuleni. Bado wewe ni mwanafunzi. Sasa leo hii mimi nikupe dawa ya mapenzi kweli? Wewe ni sawa na kijana wangu. Wewe ni sawa na mwanangu. Hivi leo hii umri huo nikupe dawa ya mapenzi? Mimi nikajua utanambia Kimwaga, mimi darasani sielewi. Kimwaga, mimi darasani kwenye mitihani natoka wa 0. Naomba unisaidie dawa ili mimi darasani niwe wa kwanza. Leo hii nikupe dawa ya mapenzi kweli? Ngoja kwanza mganga. Hivi mganga, hapo unawasaidia watu au unauliza tu maswali? Na ndio maana kabla ya mazungumzo nilikuuliza, wewe ni darasa la ngapi? Kwa sababu unaonekana kabisa uelewa wako wewe darasani hamna kitu. Na ndio maana uko sana, umeyaeka mbele sana mapenzi kuliko kitu kingine chochote. Sasa nisikilize. Mimi Kimwaga, kawaida yangu, mtu akija hapa ninamtibia na mtu mwingine akija hapa ninamshauri. Kwa hiyo wewe mimi siwezi nikakupa dawa ya mapenzi hata siku moja. Mimi nimekushauri wewe kwa jinsi ulivyo. Kwanza bado ni mdogo. Bado ni msichana mdogo sana. Rudi darasani ukasome. Swala la mapenzi kwangu mimi hakuna. Bana, wewe mganga utapeli. Mama. Basi mwanzo si nimekutana na yule binti. Mama amenitukana. Kanitukana vya kunitukana, yani kajua kunisuuza. Kaniambia kwamba alikuja hapa kwako, umemwambia kila kitu nilichokuambia. Hivi ni kweli mamangu? Sikufichi mwanangu. Alikuja hapa nikamwambia kila kitu kutokana na tabia yake mbaya anayoifanya, tabia ya kujiuza. Akaniambiaje? Alokuambia nani? Mimi nikakutaja wewe. Ila cha kunishangaza sasa, kabla ya mimi kumchamba, alinionyesha picha ya Mshua. Ambaye Mshua huyu ni mume wako wewe. Yeye ni shemeji yake. Yeye anasema wewe ni ndugu yake. Na wewe unasema Mshua ni mume wako. Inakuwaje akamtafute Mshua kwa maelekezo yako wewe? Hali ya kuwa yeye Mshua ni shemeji yake na mnaishi nyumba moja? Unaona sasa mama? Umeona Mungu alivyokuwa wa ajabu? Hivi mama, hebu jifikirie kwanza. Kama yule angekuwa mimi ni mdogo wangu, anaachaje kumjua mume wangu? Na kama unavyojua mimi na Mshua ni mtu na mke wake. Sasa iweje aanze kumtafuta shemeji yake? Yaani hapo mama ndo ujione kwamba yule binti ni mnafiki. Yaani ni mnafiki vibaya mno. Yule binti ni nyoka. Kumbe yule mtoto ni nyoka. Anajivisha ngozi ya kondoo hali ya kuwa ndani ni mbwa mwitu. Mamangu sikia nikwambie. Wewe wala hata sikuvuruga ubongo. Hapa cha msingi, mpango wetu tuuendeleze vile vile kama tulivyoupanga. Marufuku yule binti kuingia humu ndani. Alafu yule mlinzi wako yuko salama kichwani? Huyu yuko vizuri tu.
Sema tatizo lake, zinaingia, zinatoka. Lakini yuko vizuri. Ndio maana mama. Nikimwangalia namuona kama zamwamwa, yani kama sometimes kama dishi limeyumba. Ila tutaishi na hivyo hivyo. Hapa cha msingi ni kumpa tu ule mlinzi wako mikwala. Kwamba hapa marufuku yule binti kuingia kwenye hii nyumba. Tunambandikia picha pale chini, kwa vile mlinzi wako Kiswahili ya kipandi. Tunamtafuta mtu ambaye anakijua Kiruga cha kwao, anamwandikia pale chini kwa Kiruga. Marufuku huyu binti kuingia huko ndani. Mbona ataelewa tu na tutakuwa tumemkomoa. Au unaonaje hapo? Hilo wazo zuri. Kwanza ule binti sitaki kabisa akanyage huko ndani kwangu. Yaani sitaki kutokana na tabia zake. Hapo mamangu umenikosha. Vipi shemeji yangu? Poa tu shemeji, shikamoo. Marhaba. Mbona sasa? Hivi ulivyo ndio ndivyo unavyotakiwa kuwa Fatuma. Hebu soma kwanza we mtoto. Hayo mambo mengine Fatuma utakutana nayo tu baadaye. Labda nikwambie kitu kimoja. Fatuma, maisha hayana sare. Yana matokeo mawili tu. Kushinda ama kushindwa. Na ili usiwe mjinga katika haya maisha, ni lazima usome. Ingawa wengi tunaamini kwamba elimu sio kumaliza changamoto zetu zote, lakini ukisoma utakuwa umeondoa ujinga. Tazama haya maisha yetu sasa hivi, maisha ya teknolojia. Mambo mengi sana yanapaswa kufanyika kutokana na elimu. Fatuma, unaweza ukapita sehemu imeandikwa hapa usipite, lakini kutokana na ujinga wa kutokusoma ukajikuta unaingia tu, maskini ya Mungu, kumbe ni sehemu hatari, ukajikuta umeumia. Imetokea sasa mfano umemiliki simu kubwa hizi za kisasa hizi za kiteknolojia, una litambo kubwa la smartphone, utalitumiaje? Utawezaje kuwasiliana na watu kupitia hiyo simu na elimu huna? Utaingia masuala ya chati yale sio nini, yote yanahitaji kusoma. Hebu soma. Achana na haya masuala ya kipuuzi ambayo yatakwenda kukuharibia maisha yako. Ingawaje kwa sasa unavyoonekana ni kama vile hauna mpango na hiyo elimu, lakini mimi nikwambie tu kwamba soma ili kwanza ufute ujinga. Watu kama kina Mshua utakutana nao wengi sana, tena ukiwa na elimu yako watakuwa wanakupapatikia wenyewe. Utaamua sasa nimchague Mshua, nimchague Fukara, nimchague nani, lakini wakati huo umeshasoma. Sawa, shemeji, nimekuelewa. Lakini mwenyewe najitahidi kali ya uwezo wangu nibobee kwenye masomo, lakini siwezi shemeji. Yaani najikuta tu siwezi kubabia kwenye kitu kimoja cha masomo. Mimi nachokiota ni mapenzi kwa sasa hivi. Naweza kuamini shemeji yangu nimetoka kwa mganga. Fatuma, mganga tena? Ndiyo shemeji. Hii dunia. Haya kwa mganga umeenda kufanya nini wewe? Shemeji, nimetoka kwa mganga imedi nimloge mpenzi wangu. Abaki na mimi tu, aachane na wanawake wote. Maana mimi hapa nampenda sana shemeji mpenzi wangu. Yaani nampenda. Naweza kuamini shemeji, nimefika kule mganga yeye hajanipa dawa, akanipa nasaa tu kama wewe. Umeona sasa? Kila mtu anakutakia wewe mema. Na ndio maana hata mganga mwenye tamaa ya pesa, lakini hakutamani pesa yako. Badala yake alitamani wewe usome, uje kuwa na maisha mazuri, uje kuwa na elimu, ufute huo ujinga. Watu kama kina Mshua atakuharibia tu maisha yako. Atayaharibu ya kwako, kisha ataenda kuyaharibu mengine na mengine na mengine. Hebu jifunze kupitia yule binti yule Amina yule. Angalia alivyopewa mimba na sasa hivi kashatelekezwa, unaangaliwa wewe. Vile vile atakapokutia mimba na wewe atakutelekeza, kisha atakukabidhi dunia sasa uhangaike nayo. Kwa sababu utakapokuwa umetiwa mimba na huo umri uliokuwa nao, haki ya nani? Fatuma, dunia utaibeba hapa kichwani, utaibeba mgongoni, utaibeba kwenye kiuno, yani utakuwa huna sehemu ya kuishusha. Itakutesa vibaya mno. Shemeji, mimi hapa naongea mimi na wewe kuhusu yule binti, achana na. Maana naamini kwa 100% Mshua anataka kumpa yule binti mimba.
bali yule binti naamini ndo ametaka Mshua amje mimba. Lakini mimi nasema hivi, yule binti kama amefanya hivi kwa ajili ya kutukomoa sisi, ameshindwa. Na shemeji nakwambia hivi, ama zangu ama zake kwa yule binti, nitakachomfanyia shemeji atakuhadisia. Ujue nishekuja na mama hapa na akaniambia kwamba hapa kwako niko babangu mzazi. Lakini mimi nikamkatalia kata nikamwambia hapa mimi sio kwa babangu. Nikaja tena na mjomba, naye akasisitiza mara ya pili kwamba hapa mimi ni kwa babangu mzazi. Lakini mimi najua hapa ni kwa mpenzi wangu Mshua, na mjomba nilimkatalia kata kama nilivyomkatalia mama. Kwani Mshua, wewe kabla hujahamia katika hii nyumba, kuna mtu aliishi hapa alivyo ama tuende ukahamia? Hapana, haijawahi kuwa hivyo. Hapa nimejenga mwenyewe kwa pesa zangu. Sio sehemu ambayo nimekuta imejengwa alafu nikahamia, hapana. Na kwa nini mama yako, mjomba wako wakuelekeze eneo hili na kusema kwamba hapa ndo kwa baba yako Ibrahim Kitimbu, ili hali hapa ni kwangu mimi Mshua? Kipi ambacho kiliwasababisha wao wafikirie kuwa hapa ndo kwa baba yako? Na je, wewe uliwaambia nini baada ya kukuleta hapa wakati wewe unapajua hapa ni kwa Mshua? Yaani mimi niliwakatalia kata nikasema hapa mimi sio kwa babangu, hapa ni kwa mpenzi wangu. Yaani nilikataa kutimia kabisa. Sawa. Lakini mimi nikwambie kitu, Amina. Na hili naomba uwe na utayari wa kulipokea kidogo. Hii ni kwa sababu ya kutaka kuondoa migogoro midogo ambayo inaweza kwenda kutuumiza baadaye. Kwa kuwa mama yako alikuleta hapa, lakini pia mjomba wako alikuleta hapa, na unaamini wale wote wana akili zao timamu, tuashumu basi hapa ni kweli kwa baba yako. Yaani mimi hapa niwe baba yako. Yes. Wewe Mshua wewe. Mimi naye tumefanya mapenzi sana na bado ukanipa mimba. Hivi sio kuona mtoto wa nani anafanya mapenzi na babake? Yaani Mshua, sitaki univuruge kabisa, tena sitaki unichanganye. Sio babangu wewe. Yes, naamini hilo. Mimi sio baba yako. Na hili nimelitolea tu kama mfano ili tuweze kuaridhisha wale ambao wanakuleta hapa mara kwa mara. Lengo langu sio kwamba eti kweli wewe utakuwa unahusika na mimi katika kukuzaa. Hapana. Na kwa nini iwe hivyo wakati mimi ni Mshua, sio? Na tushashirikiana kufanya mapenzi mara nyingi tu, na una ujauzito uliopewa na mimi. Iweje leo mimi niwe baba yako? Hili nilisema kama mfano tu, hivyo usikasirishwe nalo. Amina, hebu jaribu kujituliza kidogo. Nimesema yawezekana ikawa mimi baba yako kwa kufanania, na lengo la kufanya hivi tuaridhishe wale ambao wanang'ang'ana kuwa mimi ni baba yako au hapa ni kwa baba yako. Sina nia mbaya. Lielewe hilo, my dear, sawa? Mshua, hiyo mifano yako mimi siitaki. Unatoaje mifano ya ajabu kama hivyo? Mimi sipendi bwana, unanikwaza. Ni kweli nafahamu kwamba mimi na wewe hatuna nasaba za utoto na ubaba. Nalifahamu hilo. Mimi na wewe ni wapenzi tu. Nilichokuwa nakifikiria mimi ni kwamba wale watu tuwaaminishe. Ila kwa sababu umekataa na hutaki mimi nifananie na baba yako, kwa sababu tulisha share mapenzi mara nyingi tu, na hapo ulipo una kiumbe kilichotokana na mimi. Haki ya Mungu, Mungu nipe uwezo wa ufahamu, na huyu dogo alifahamu analolifanya katika haya maisha. Wewe Amina, nachanganikiwa mimi. Uwezi amini unanipagawisha Amina. Ya Rabbi, nipe mwongozo mwema kwa huyu binti. Amina, wewe ni mpenzi wangu, sio? Wala hatuna ubaba na utoto hapa. Ni mpenzi wangu. Nathibiti hilo. Lakini why? Kwa nini kama itatokea wewe umekuja kujua kwamba mimi ni baba yako, nini kitatokea? Ile hali kwa sasa unanipinga. Mshua, tena usinitibwe kabisa, sitaki. Nimeshakwambia wewe sio babangu na usinichanganye. Kwa nini unafuata nyendo zile alizofuata mjomba na mama? Mshua jamani, mtakuja mniue. Amina, sorry. Jitahidi kutembea vizuri uko barabarani, sio kagonga na pikipiki na magari. Najua nyakati ngumu unaipata, lakini hata mimi napata wakati mgumu zaidi.
naomba uachane na mpenzi wangu. Hii leo iwe mwanzo na mwisho kumfuatafuta mpenzi wangu na kumshobokea. Kia dada nikwambie, yaani mimi yule bwana siwezi kumwacha kabisa. Cha kwanza nampenda, alafu cha pili namhitaji sana katika haya maisha yangu. Na unavyoniona, humu tumboni kwangu mimi nina mtoto wake. Kwa hiyo kumwacha yule bwana, sahau tena, futa katika hiyo akili yako. Eti mimi na mtoto tumboni mwangu? Wewe mshamba wa mimba eh? Kwa taarifa yako sasa, mimba hata mbwa anabeba. Sijui unaelewa? Sasa ukiendelea kumng'ang'ania mpenzi wangu, tutagawana majengo ya serikali. Sikia dada nikwambie, yaani mimi king'anga kama Zuchu, yule bwana kumwacha sahau. Na kama hayo majengo ya serikali tutagawana mimi na wewe. Mimi ndo nishaongea. Alafu sasa, Besa tudegi maneno mara mbili. Yatakayofuata ni vitendo tu. Hizo kelele zako za chura hazinizuii mimi tembo kunywa maji. Kinachofuata ni kuja kuujua upande wangu wa tatu. Sijui unanielewa? Mimi nataka nione upande wako huo wa tatu Besa ukiwa umebadilika. Alafu eti kelele za chura zimzii tembo kunywa maji. Sikia nikwambie, mimi hapa ndo chura, alafu wewe ndo tembo. Tuone kama hayo maji utaanywa. Nakwambia hivi, nitakupigia kelele maisha yako yote. Mtizame mpuzi mmoja wenyewe. Samani dada, namuulizia dalali Shaka, sijui nimemkuta. Hayupo, katoka. Unaweza kuniambia atakuwa ameenda wapi? Sijajua. Katoka muda mrefu na hajaniambia anaenda wapi. Ila sawa. Alafu, kwani wewe ni nani yake? Mimi mke wake. Dalali Shaka ana mke? Makubwa haya. Sasa mbona mimi sijawahi kukuona hapo awali? Yaani leo ndo mara yangu ya kwanza. Jamani wewe dada, wewe si unakuja kumuulizia dalali? Nimeshakwambia hayupo. Ila sawa. Hamna shida. Akija utamwambia dada Aisha alikuwa anakuulizia. Sawa. Kweli kaka, nampenda sana mpenzi wangu. Yaani unavyoniona, akili yangu yote ipo kwake. Mpenzi wangu ananijali sana na anahitaji hadi kunioa. Kichwani mwangu simwazi mtu aina yoyote zaidi yake yeye, na nampenda sana. Ndio mwanaume wangu wa mwisho. Sawa. Nimefurahishwa sana na ujasiri wako kwenye kujibu maswali yangu. Na nitapenda uendelee kunijibu hivi hivi ili haya mazungumzo yawe na faida. Nakumbuka mara ya mwisho mimi na wewe tulipoonana, nilikukuta huko pale nyumbani kwa mpenzi wako. Lakini haukuwa peke yako. Ulikuwa na wasichana wengine wawili. Unataka kuniaminisha kwamba nyinyi wote watatu mlikuwa mnamsubiria huyo mpenzi wako, si ndio? Kwani wewe kaka una shida gani? Mimi sina shida yoyote. Na wala hakuna ubaya wowote, narudia. Katika maongezi ya mimi na wewe. Ni katika tu kutaka kujua ili tusaidiane baadhi ya vitu. Bila shaka nyinyi wote watatu mlikuwa mnamsubiria huyo bwana wako aje ili mkafanye sex group, si ndio? Kwanza wewe kaka, tengua kabisa kauli yako. Mpenzi wangu hayo sio mambo yake. Hana hayo mambo kabisa. Si unaelewa Alafu usichokijua, mpenzi wangu mimi ni mwana psychology. Ulivyotuona pale, ukiniacha mimi, wale wadada walikuwa wanamgoja mwanaume wangu, walikuwa wana shida. Maana mwanaume wangu anasaidia wanawake, mabinti, mambo ya aina mbalimbali. Afu isitoshe, mwanaume wangu hanaga roho mbaya. Ni mtu tu wa kujitoa. Hana shida kabisa. Kwa hiyo pale, mimi nilikuwa namsubiria mpenzi wangu kwa mambo yetu binafsi, na wale nao walikuwa wanamsubiria mpenzi wangu kwa mambo yao binafsi. Ya hayo kusaidiwa. Lakini kitu kingine ambacho nataka wewe unisaidie kunijibu. Ni kipi hasa ambacho yule bwana anawafanyia ninyi mpaka mnaadaika kiasi hicho? Kwani vipi wewe kaka? Mbona maswali mengi hivyo? Binti, nakuelewa sana. Tena sana. Lakini kinachonisikitisha ni kwamba una macho yanayoona lakini wewe hauoni. Na
hiyo yote ni kwa sababu mbele ya mboni za macho yako kumetanda kiza kinene. Inawezekana chochote utakachoambiwa kuhusu mpenzi wako hautaweza kukielewa. Lakini acha tu mimi nijaribu kukusaidia. Mwanaume wako ni malaya. Afu ujue kaka unachekesha eh? Mimi mwanaume wangu sio malaya. Umeniona mimi jinsi nilivyo? Nikimhitaji mwanaume wangu muda wowote, saa yoyote, nampata na tunapatana. Sijui unanielewa? Angekuwa malaya hivi ningemfumania. Kwanza naomba kwingine ukinisimamisha hapa, sipendi kumuongelea mpenzi wangu. Tena kabisa. Cheza na mimi usicheze na mpenzi wangu. Halo. Halo mjomba. Shikamoo. Marahaba za huko? Mjomba, mimi na shida. Shida gani tena mjomba? Huku nilipo nimepata mchumba mjomba. Lakini cha kushangaza, dadangu hamhitaji kabisa huyo mchumba. Na sijui hata ana shida gani. Nimekupigia simu uongee naye. Asipokuelewa, basi inabidi mjomba uje tu utatue hili swala. Sikiliza kwanza mwanangu. Mimi ngoja kwanza nimpigie dada yako. Maana hasa huyu mtoto huyu kwani ana akili gani huyu? Yaani mtoto huyu toka tabia zile za kijijini za zamani zile. Mtalofika mpaka sasa hivi mpaka uko jini kwani? Wewe subiri kwanza mimi niongee na dada yako. Alafu mimi nitakupa rejesho wewe. Wewe usiogope mimi nauli mimi bwana yeye mjomba yako wewe. Sawa mjomba. Nimekuelewa. Halo mjomba, shikamoo. Marahaba. Za huko? Salama, sijui wewe huko. Hebu acha ngoja nikueleze kitu kidogo. Wewe hapo kuna shida gani nyumbani kwenu hapo? Kwani amekwambiaje mjomba? Wewe mtoto wewe. Mimi ndogo wako hapa kanipigia simu. Kasema kapata mchumba, alafu wewe utaki huyo mchumba. Kuna shida gani? Mimi nielekeze kwanza nikuelewe wewe mkubwa mwenzangu. Ni kweli mjomba. Ila mimi sijamkataza Betha kuolewa. Nimemkataza kuolewa na mwanaume ambaye yeye ndo anayemhitaji. Mimi nimemtafutia mwanaume mzuri tu. Ila yeye Betha mwenyewe ndo mbishi, hataki. Wewe na kile timamu kweli wewe. Wewe unasikiana hadi mapenzi ya mtu mwingine na mwingine mtu mwingine. Yaani wewe mtoto toka zamani kijijini huko. Kwani yale maisha ya zamani ya kalofi bado hujaacha tu. Sasa sikiliza. Kana ndogo wako nzungumuze muelewane. Mimi napanga mpango yangu huko shambani huko neka vitu vyangu vizuri. Mimi nataka kuja huko. Sasa nikifika huko sitaka mimi kupoteza muda. Kana ndogo wako mzungumuze. Umeelewa? Sawa mjomba, nimekuelewa. Shenzi wewe. Halo. Mjomba. Hivi wewe Betha, unaweza kuniambia kilichokufanya umpigie simu mjomba ni nini? Mjomba akupigia? Nyoko. Unaletea maigizo, si ndio? Unajifanya ujui ulichokifanya. Chamno nini nilichokufanyia mpaka ushike simu umpigie mjomba unamlalamikia mwenyewe. Dada sio kanafanya hiki, dada kanafanya hiki, nionekane nina roho mbaya. Haya umepata nini? Lakini dada, hasa hapo mimi kosa langu liko wapi? Wewe ndio sababishi la mambo yote haya. Ndio maana mimi nikapatwa na hasira nikampigia mjomba. Utaki mimi niolewe na mpenzi wangu. Yaani kia Mungu leo ndo nimegundua ni kupitia wewe ndo nimegundua kweli ndugu lawama. Yaani ndugu lawama kabisa. Tulikuwa tunawasema watu na mimi nilikuwa mstari wa mbele kuona mama fulani ana roho mbaya hampendi ndugu yake. Kumbe ndo alikuwa anakutana na madhahama kama haya. Hai sasa sijapata kuona. Ndugu lawama nyie. Puu. Hivi wewe Betha, mimi kila kitu ninachokifanya hiki ni kwa ajili yako, kwa faida yako wewe mwenyewe, na kukataza kuhusiana na wewe mwanaume wako kwa sababu sio mtu ambaye anakufaa ndio maana kukataza. Lakini wewe leo unaona mimi mavi. Unaona mimi ni mtu mwenye roho mbaya ambaye sina utu mpaka unaamua kupiga simu unitangazie ubaya. Haya, nishachafuka hapo. Najua kijiji kizima unajua Asha na roho mbaya, anamtesa mdogo wake. Una muda mfupi tu tayari unaanza kunisambazia maneno huko kwa watu. Yaani usijui hata una shida gani wewe. Jamani, yaani mimi kukusave
kukuepusha wewe na mtu wa ajabu ili asije akakuharibia maisha yako. Naonekana mbaya? Yaani wema wangu na ushauri wangu kwako mdogo wangu umeniletea mimi kuonekana mtu mbaya, mtu mwenye roho mbaya, si ndio? Betha, hata kama utanichukia mimi kwa ushauri wangu, bado itabakia pale pale, mimi ni dada yako. Mimi nina future na wewe, na mimi ndio mtu wa pekee wa kukuonea huruma wewe. Hivi kesho na kesho kutwa ukija kuharibikiwa, unadhani kuna jirani atakuja aseme akuonea huruma wewe au akusaidie pindi utakapopatwa na matatizo kama sio mimi dada yako? Ndio maana nafanya haya yote Betha, ili kukulinda na kukuweka sehemu salama. Lakini wewe ukoje unielewe mdogo wangu? Sasa sikia nikwambie Betha. Kwa sababu wewe umeamua kumwaga mboga, acha mimi nimwage hiki kilichobakia. Alafu tuone nani ambaye atafaidika au ambaye atapata hasara. Nakwambia kuanzia leo hii mimi na wewe tumeishia hapa. Sitokuja kushirikiana kitu chochote kile mimi na wewe. Sijui unanielewa vizuri? Hata kama nikikuona safari yako unayoenda, mtumbu uliopanda umetoboka, nitayaacha hayo maji yaingie tu ili yaweze kukuzamisha. Maana wewe si kiburi, ngoja tuone. Nashukuru Mungu, siku nyingi kidogo hatujaonana. Ni kweli kabisa. Sasa tusipoteze muda, ulinipa kazi ya kumleta Mshua hapa. Si ndio? Umempata? Hapana, sijampata kwa kutaka kumleta, ila nimempata kwa kuonana naye na nimempiga picha kwa lengo la kuja kukuonyesha ili umjue hata kwa njia ya picha. Yaani kijana una akili wewe. Mama, nina dhamira njema kwa sababu tabia za Mshua hata mimi haziniridhishi. Huyu hapa. Huyo ndo anayevuruga, ndo kivuruge. Mshua anayevuruga watoto wetu hapa mtaani ndo huyu? Huyo ndo mtu ambaye anaharibu wasichana wote. Tabia zote mbaya unazozisikia kwa wasichana na watu wengine wakizisimulia ni huyo mtu huyo. Yaani mwanangu, huyu Mshua huyu nitampoteza kwenye ramani ya dunia. Nitamfunga. Yaani sidhani kama atarudi uraiani. Yaani kama nikimkamata, sidhani kama utamuona tena huyu Mshua. Kiukweli kabisa kutoka moyoni. Hivi mama, sorry, moyo kushoto kulia? Kushoto. Hapa. Kutoka moyoni. Huyo kijana namchukia kutokana na matendo yake. Imefikia wakati hadi sisi wengine ambao tuna hatia tunasemezwa hivyo, tunafananishwa. Yaani niliwahi kusimama na msichana fulani kistaarabu tunazungumza naye, nasikia akaambiwa huyo asije akafanya na Mshua, tabia zake za Mshua, asije akafanya. Maskini nilijisikia vibaya, nikapata hasira, nikasema huyu Mshua nisipompeleka kwa yule mama, nitampiga picha nikamwonyeshe mama ili amjue, na ukikutana naye barabarani umkamate umweke korokoroni. Yaani una kazi naye. Nitakachomfanya nampoteza kwenye ramani ya dunia kabisa. Yaani nampoteza hata kawa asikike. Yaani unampoteza kabisa hata kawa asikike. Kabisa. Na ndio maana wanasema samaki mmoja akioza na wote wameoza. Kwa hiyo huyu kijana Mshua anachokifanya hapa mtaani, hata nyinyi vijana wengine mnaonekana ndio tabia zenu hizo hizo. Naumizwa sana mama, naumizwa sana na huyo Mshua. Yaani mama, ikitokea ameingia kwenye 18 zako, ingia kwenye sijui ngapi zako, kamata afichwe kabisa na asitoke kwa mamlaka yako. Hivi huyu kijana haogopi hata serikali imetangaza mtu akitembea na mwanafunzi miaka 30 bado haogopi? Yaani huyu nitakachofanya ni bora niwape askari hela wamwanisi huko akitoka hawezi tena kufanya chochote, pumbavu zake. Naomba niondoke mama. Haya mwanangu. Hata kama nimemkariri vizuri kabisa. Unasema? Nimemkariri vizuri kabisa. Yani hakikisha kabisa huyu Mshua unamkariri vizuri mamangu, huyu. Muona huyo Mzula anapenda kuvaa japo sometimes anaweza kaondoa. Aha. Kuna wakati avai lile Mzula hivi. Yes. Nitamkamata huyo. Tulia hivi. Nisinikize mama. Mshua, umepajuaje kwetu? Na nani kakuelekeza? Wewe huyu sio Mshua. Usidaki majina ya watu kwa waharibu vijana wa watu na kuharibia sifa zao. Wewe huyu ni Mshua huyu? Sio Mshua huyo. Wacha kuwapa watu majina ya kipumbavu. Mshua Firauni kabisa, unamlinganisha na huyu kijana wa watu mstaarabu huyu. Mshua nimemuona kwa macho yangu haya ya nyama. Usitaki unirubuni kama mtoto mdogo. Yaani Mshua asiyekuwa Mshua unataka awe Mshua, na Mshua kamili si unataka umbadilisha awe nani sijui. Unaniona mimi mtoto? Huyo sio Mshua. Mshua nimemuona na namjua. Na hiyo tabia yako au kama ni ujanja unautumia kunibadilishia hao watu, umefeli safari hii.
Haya mwanangu, mimi nashukuru sana. Wa mshua wewe? Huyu sio mshua, mshua namjua. Yule mshua yule. Sio mshua, mshua namjua, mimi namjua mshua, huyu sio mshua. Mtaendelea kuongelea baadaye. Mimi unajua nini? Yaani mwenzako leo uko nyumbani. Unajua dadangu nimemchoka Kila siku maneno, kila siku. Yaani mimi hata simuelewi. Yaani huwezi amini mpenzi wangu, yaani leo nimechukua uamuzi mgumu. Nimempigia simu mjomba. Nimemwambia kila kitu kama dadangu hahitaji mimi niolewe. Betha, yaani imekuwaje mpaka unachukua hatua za kumpigia mjomba wako simu? Maana yake mgogoro wenu ni mkubwa wewe na dada yako. Haya, niambie, umemwambiaje mjomba wako? Nimemwambia mjomba, sasa hivi mimi nishakuwa mkubwa. Sasa hivi na mimi nahitaji kuwa na mji wangu. Lakini sasa shida ipo kwa dada. Mchumba katokea anahitaji kunioa, lakini dadangu hahitaji kabisa mimi niolewe. Kwani mjomba wako anaishi wapi? Mjomba wangu anakaa huko mkoani Morogoro. Ndio anapoishi. Sawa, kwa hiyo baada ya kumpigia simu umwelekezaje? Yaani ni kwamba aje au ni nini kinafuata? Au umemshtakia tu ni kwamba na yeye ili amkaripie dadako? Mjomba akasema atakuja. Na ikitokea kama umekosa nauli ya kumtumia mjomba ama mjomba amekosa nauli ya kuja huku, niambie. Mimi nikusaidie tumtumie ili aweze kuja haraka sana. Ombi langu, kwenye kikao chenu cha familia kisiwe kikao chenye shari. Kwa sababu jambo la harusi ni jambo lenye neema. Hakikisha wewe uwe msimamizi katikati yako, kusiwe na mtu ambaye anaweza kuleta ugomvi, kwa sababu tunaweza kufanya hili jambo lisiwe sasa likuwa la heri, mwisho wa siku linakuwa la shari. Nikuombe iwe hivyo. Kitu kingine, usikubali kuambiwa chochote kuhusu mimi. Najua hapa katikati kuna watu watanifananisha na mimi na mshua, watanifananisha sijui na nani, watakwambia mimi nina tabia mbaya, watakwambia mimi ni malaya, watakwambia vitu vingi, lakini ona, lakini kuwa kama hauoni, unasikia kuwa kama kiziwi hausikii, ili tuweze kuyashinda ya walimwengu. Tofauti na hivyo tukiwaruhusu tutafeli. Kama unavyosema mpenzi wangu, yaani mimi hapa sitawasikia wala sitowafuata. Yaani akili yangu yote ipo kwa mpenzi wangu. Yaani kama Kigoma hapa mwisho wa leli. Na kama akija kichwa wamegonga mwamba. Sio kwamba wamegonga tu mwamba, wamegonga chuma na wamegonga na besela. Yaani hawatatuweza, watashindana sana, hawatoshinda kwetu sisi, yaani mimi na wewe. Ibla, unanichanganya mwenzako. Na mimi nakupenda zaidi. Na nikwambie kitu, kwa sababu tumeongea maneno yenye raha na furaha, kutoka sasa hivi niombe tu tukaburudishane nyumbani. Baby. Nakupenda. Twende tukawakomoe wasiopenda mapenzi yetu, tukawakomoe. Sawa? Na mwaka huu ataisoma namba. Twende sasa. Kama nilivyokuambia mjomba, hapa ndani tuna ugomvi mkubwa sana. Mimi na dadangu. Dadangu hataki kabisa mimi niolewe na mtu ambaye mimi namhitaji. Ananiforce niolewe na mtu ambaye namtaka yeye, na mimi siko tayari. Mimi na mchumba wangu na yuko tayari kabisa kunioa, na ananipenda na tunapendana. Yaani ninapokuambia mjomba, hata hii leo hapa, hata tukimwambia aje anaweza akaja. Lakini dada sasa ndio hataki kabisa mimi niolewe na mpenzi wangu. Hata sijui dadangu ana shida gani. Wewe sawa. Tuelewe hapa. Ndiyo mjomba. Kama alivyosema Betha na mchumba wake, na akanitambulisha akanionyesha kwenye simu. Sasa shida mjomba, wa mchumba wake alionionyesha mimi namfahamu. Ni mtu ana tabia chafu, mtaa mzima wanamjua. Hawataki hata kumsikia. Yaani ana tabia chafu mfano hakuna. Kwa hiyo mimi nimemkataza, nikamwambia usiolewe naye. Kuna mkaka mwingine yupo alijitokeza hapa. Tena hata sijamtafuta mimi mjomba. Mwenyewe ndo kamuelekeza aje hapa nyumbani. Na mimi bahati nzuri mkaka pia namfahamu. Ana tabia nzuri, ni mkaka wa watu ambaye anajielewa, anajitambua, anafanya shughuli zake, ni mstaarabu. Yaani mjomba, laiti ungemwona hata wewe ungetamani hata mimi mwenyewe pia anione. Ni kijana mwenye maadili mazuri tu. Ndio maana nikamwambia mdogo wangu, achana na huyo mwanaume anayemtaka wewe, olewa na huyu ambaye kaja hapa kwangu. Maana huyu mpaka umeona katoka alipotoka kaja hapa nyumbani, na maana ni Anania. Sasa mimi hapo kosa langu liko wapi? Hebu nikuulize kwanza wewe Aisha. Wewe shida yake kumkataa mchumba wako huyo? Kisa huyo mchumba wako ana tabia chafu au wewe tu na mambo yako mengine?
Maana wewe unaanza kuleta tafaruku. Unasema ana tabia mbaya. Lakini mwingine yule kaleta mwenyewe. Kwani wewe kama ndo wazimu? Alete watu wawili, alafu huyu achague mtu mmoja. Alafu wewe lazimisha yule sio. Kwani inawezekana hiyo? Sisi nimekwambia mjomba ana tabia chafu. Hapo mbona naeleweka tu. Wewe mtoto uona akili muhimu zenye maadili wewe. Wewe aliyokuambia nani uzama hizi za siku hizi mtu anatafuta mchumba. Na wewe mpaka unaleta kipengemeza mdogo wako. Kuna nini juu yake hapo? Wewe mimi nakujua wewe toka kijijini, wewe mtoto kalofe wewe. Wewe tena kalofe kabisa na shanzi kabisa wewe. Na mimi nilijua kwamba baada ya kutoka kijijini kule umekuja mjini hapa, umeshabadilika. Lakini bado umekuwa shamba kutupa. Wewe unataka kuharibu maisha mwenzio hapo. Sasa sikiliza. Mimi hapa sitoke hapa mpaka losepeti hapa. Hebu wewe njomba chaguo lako nilipe wewe. Chaguo langu mimi ni huyo mtu wangu ambaye anataka kunioa. Sina mtu mwingine zaidi yake. Sikia nikwambie mjomba. Huyo mwanaume ambaye nimekwambia anamfaa, yupo tayari hata sasa hivi tukimpigia simu aje hapa anafunga ndoa. Mjomba, hata mtu wangu pia huyo ambaye anataka kunioa. Hata sasa hivi naweza kukupa namba yake ukamtafuta na akaja. Muda wote uko tayari kunioa. Namba yake 07. Koma unaongea nini sasa na wewe? Wewe. Uwe na adabu wewe. Wana zibadomo kwa mtoto mdogo huyu. Sasa sikiliza. Na ndio nasema kwamba sitoke hapa mpaka losepete. Mimi ndo naondoka. Na kuanzia leo wewe hapo utafuta sehemu mimi ya kulala. Kama utaweka bishubishi basi kuzidi kuchelewa na mimi nitazidi kukaa hapa na kutia hasara. Utanilisha mpaka muda utakapofikia. Toto mnadamu nimefundishwa na nani nyinyi sisi tulikuwa namna hiyo wewe mtoto. Mdogo wako chagua mwanaume wewe unataka kuchagua mumeo. Yaani kunaweza mimi njeni kukuja kuniambia upuuzi namna hii. Kataira, sasa kinachokuchekesha nini? Sina kuulizia kinachokuchekesha nini sasa hapo? Kenua meno yo tuone kama utaolewa. Niko hapa. Abe mama. Mimi naomba unipe ushirikiano kwenye jambo moja tu. Naomba unipeleke kwa Mshua. Mama, unataka nipeleke kwa Mshua ukafanya nini? Nimkamate, nimfunge. Yaani nimpoteze kabisa kwenye hii ramani ya dunia. Yaani mama, unataka ukamfunge Mshua kwa kosa gani haswa? Mshua anaharibu watoto wa watu wengi hapa mtaani, ukiwemo wewe na marafiki zako. Haya wewe rafiki yako ana mimba, si bado wewe? Yaani nitakachomfungia Mshua ni yeye kutembea na wanafunzi. Mama, Mshua ana makosa kwa sababu kila kitu alichonifanyia kwangu hajanilazimisha, bali mimi ndio nimetaka. Hajanibaka, hajafanya kitu ambacho sikipendi. Ukiona mpaka sasa hivi namngangania, ujue ninampenda. Kuna kitu amenifanyia mpaka sasa hivi nampenda. Kwa nini unasema ukamkamate? Wewe ndio utakao kufanya makosa kwenda kumkamata Mshua. Taki kusikia mama umeenda kumkamata Mshua kwa ajili eti yangu mimi. Mimi niache na maisha yangu. Kwa nini mama ukitulia kufanya mambo yako kuna nini? Mpaka unifuatilie mimi. Hivyo unaona unavyoongea? Yeye unafikiria kweli unavyoongea na unafikiria unaongea na nani? Nimekupeleka shule usome. Wewe uone sasa hivi mawaziri wanawake? Rais mwanamke. Wewe ni sawa na kopo la kombolela kwenye hii familia. Ubutuje wasaidie wengine. Wewe unamwona Ackson Tulia pale bungeni. Anawasaidia wazazi wake. Haya umeanza mahusiano mapema, akikutia mimba na wewe kama alivyomtia yule. Kuna kitu gani tena hapo? Halafu bado unamtetea Mshua. Kwanza Mshua ni nani yani? Sasa sikiliza nikwambie. Afekipa afebeki. Mguu wa shingo mguu wa roho. Yaani Mshua namfunga, yaani nampoteza kwenye hii ramani ya dunia. Leo nakwambia usome unazura tu na mapenzi. Kumbe umenipeleka shule mradi nisaidie familia yetu au nikusaidie wewe? Mama sikia nikwambie. Mimi shule sijaenda kwa ajili ya kusaidia familia yetu. Nimeenda shule mradi nikiwa mkubwa najitambua, nikiona hata kibao kimeandika usipite, niache kupita. Mama, kuna laptop, kuna simu za mkononi sasa hivi. Nitawezaje kuzitumia bila kuwa na elimu? Nasoma kwa manufaa yangu mimi mwenyewe. Na kama kuisaidia hii familia, Dastela angeweza kuisaidia hii. Mbona Dastela ameolewa? Hajasaidia, kakusaidia wapi wewe? Kwa hiyo usilaumu mimi. Jilaumu wewe kizazi chako hicho kilichokitoa. Yote umeenda kumokota wapi huyo baba? Maana mimi nahisi na akili za baba.
Kwa hiyo naona uko sahihi kabisa unapopiga tantalila zako kama chizi maarifa. Yaani unaona uko sawa kabisa unapopiga domo lako hapo. Kama mapenzi ndio kitu unakipa kipaumbele katika maisha yako. I say, yaani wewe siku nilipokuzaa wewe bora hata ningekukaba ukafa. Kuliko nikazaa mtoto pumbavu kama wewe. Hivi kwenye akili yako wewe ukijaribu kutafakari sana kwenye akili yako. Kuna mwanaume sasa hivi anaoa mwanamke asiokuwa na future. Mwanamke ambaye hajasoma. Mbumbumbu mzungu wa leli. Kuna mwanaume anaoa mwanamke wa staili hiyo. Nisikilize nikwambie mimi mama yako. Hakuna mwanaume anayeoa mwanamke asiokuwa na kazi, asiokuwa na elimu. Angalau sana anaweza kakuoa kama una ujuzi wowote. Ama fundi cherehani au hata kama una ujuzi mwingine wowote ule ambao unao. Anaona kabisa kwamba siku amekwama upande wa pili watoto watakula. Lakini eti wewe umekaa shule na mwaza mshua alafu huyo mshua unayemwaza wewe haizi akakuoa kwa sababu huna future. Huna elimu. Wewe unangangania mapenzi na mapenzi alibadili kufa kusoma na moja kuhamia. Atakuchezea, atakutia mimba, atakuzalisha, atakudampo. Hawezi kupeleka wapi? Hatimaye utajikuta unabeba mboga kama wasichana unaona wanapita kila siku hapo wanauza mboga. Unachokitafuta wewe ni kubeba beseni la mboga utembeze barabarani. Ubavu wewe. Odi. Odi. Karibu. Habari yako? Salama. Samani, nina shida mama mwenye nyumba hii. Sio nimemkuta. Ule mugile cha mayo, yani mayo anune mama wa boss wa nune ule mugile cha. Ule nani? Hebu ngoja basi. Mimi nishazoea nikija hapa, nagonga hodi naambiwa karibu naingia. Wewe mwenzetu nani tena mpaka unakaa milangoni hivi? Kama yungu nune natuja. Yo ketali ni wonana le hanyi kwa hakiki. Hanji kwa hakiki na lininju igete afali ni wujundu na lina ni unene. Wewe mama. Mimi ni mlinzi hapa getini. Sawa. Ila naomba tu nipite. Nina shida sana na huyo mama, naomba nikaongee naye. Haya geki yayo kubita mno hale. Boss wani wila geki. Ulu wona kaniki. Kamayu. Kakikuru. Kamno kanki. Yayo kubita. Obe ule nani na golusu. Afu geki na libu ikolana jaki. Kuna kamayo gae. Ampatio kai gizaji geki. Kama tovolwa. Kama tovolwa. Matovolwa hospitali ya Dodoma au? Shina akampatio akamayo kuigizaga kiki. Napajua. Si ni hospitali ambayo iko Dodoma. Ukiwa unatokea Iringa Road hivi, pale By Road pale ukija hivi, ukishuka daladala za Nkuhungu unaambiwa West kituo shusha, ukishuka West ukivuka barabara tu unaikuta hospitali ya Matovolo kwa mbele kidogo. Napajua, lakini mimi sijajia hilo sasa. Kama uliwahi kwenda huko sawa, mimi nataka kuingia kwa huyo mama. Kama yugena keke takina tujandi. Kayaga. Nkuhungu. West ni Matovolo. Naka Dodoma. Ule waji taja mikoa nyingi chiniko. Bemayo, na haya giki. Yayo kubita mukaya. Amege ule nani mpaka ule laji mishaziniko. Sasa hivi ndo nakuelewa. Wewe utakuwa Msukuma wewe bila shaka. Maana shida yenu Wasukuma kila mnapokutana na binadamu mwenzenu mnahisi ni Msukuma mwenzenu, mnaanza kuongea naye hicho kiruga. Mnaona kama anawaelewa vile, si ndio? Mimi ndugu yangu hata sio Msukuma. Yaani sikuelewi kabisa unaongelea nini. Naomba kuingia huko ndani. Teka sina tuna kishika. Tuleban hilampatio kanumbuka le ho ka choma kwa. Aha giki mayule. Tudidi jage masempa ma tukiyen hela ke masempa na tulihanni mo ya banki. Yayo kubita. To kumana kukunyo. Wekwa. Hebu sikia basi nikwambie. Maana unaongea sana. Shika hii. Utanunua soda, naomba nipite dakika moja. Shika na acha ushamba. Unakataa hela au? Sogea. Sogea basi.
Jamani. Haya, wapi mwanangu tena? Maana enda tusheni. Kumbe shetani akizeeka anakuwa malaika wa nuru. Ndiyo mama, naona nikikaa ndani huko najibweteka nakuwa sio vizuri. Na 10 niende tusheni kajikumbusha mambo ya shule. Kwa hiyo umekumbuka ile maneno yangu kwamba soma uje kuwa Rais Samia, soma uje kuwa Ackson Tulia. Umekubali? Ndiyo mama. Soma mwanangu. Soma utue. Ile usichelewe kurudi. Sawa mama, usijali. Haya mama. Yehaka. Uiza kanti. Sikumpela nako chumlo. Wewe kaka yeye. Koma, tena ukomae. Jishikilie. Mara hizi 4. Kama unaona mara 2 hazikutosha au mara 3, muangalie vile. Unataka kufanya nini? Bamwanike bebe. Nina maana mbana ulinembashi. Anzo goshina ko. Wewe. Kina kale silia za kale. Wewe unavyojiona wewe una haja ya kuwa na mimi? Una haja kunishika hata mwili wangu, Wewe tena ukome na ukomae. Muangalie vile sura lenyewe libaya, jitu sijui la kijijini huko, wanataka kushobekea dada watu wa mjini hapa. Muangalie. Usinishangae mimi bwana. Yehaka. Yegete. Ubebe. Ando ulishukuru wano giza hena. Ukaniwele keke nagosuni je uingile ngwa mayo ogilomele na ulofuma obiza mpenzi wa nune naha kaso nenda ha ninzi wigachiri ande ho bebe nikataka wona ka mzimu nai ani ompaka nane lolu mayo wewe una matatizo gani? Alafu we kaka jishikilie. Mimi hapa sikuelewi kabisa hizo lugha zako unazoniletea, mimi sizielewi. Na kuangalia tu unaongesha lugha hata sizielewi, sijui kabila gani, sijui wewe mtu wa bara na sio kila muda unavoniona, unaniona mimi mtu wa masiala ukome wewe, umenielewa Tena usitaki kunipanda kichwani. Naomba unipishe nipite. Bebe. Yoke to dan manu bebe. Uliko kamisha masampo alisaka kaya. Yoke kwanza kalola kubusho kikutukiga pulika panda ka iko dibiche lipagasa yakwe. Kwanza nakibela kikitiga kani kikasomba ka unelele. Kashina kulikitiga kulube. Uliko lisho mumba kitigi kiguta kanja kugaragaja mbateo malologo kene. Alafu nakibuje kani kasoka kani tunukia kanene. Kashina kulikitiga kabiti. Unono pilola matako. Oni dakuna matako kande goshila. Yoke na goshidukia. Afulola kalolo. Kani kikasomba maskini ya Mungu ila kena loho nguhia kani kaka. Chii! Natizo na wapehi. Yoke tekashina ke Dar es Salaam weye. Otwani ke to soka. To sheku. Ila kalo aka ngoyo go ken aka moyo. Go biza ka kunjugu kete. Maniki. Ani badilika kashi. Ulinsomba lakini wajana kuhile lulu. Umulo ibebe. Ni wali ka kondu kitako. Ni kolane jakete ke kawe masepetu. Lakini umulo chiniko. Gidi ngondi. Jaga. Wewe usinifukuze hivyo, mimi sio kuku, umesikia? Mimi namtaka huyu mama, tena usinipande kichwani wewe. Siondoke hapa, nataka niingie nikaongee na huyo mama. Bebe. Ulihagi mimi. Wewe mkaka vipi lakini mwangalie vile kikofia chake. Hongera sana binti. Na kuona na begi mgongoni, ninamaanisha kwamba unaenda tusheni, si ndio? Umeanza kuzingatia habari za shule. Wewe kaka, alikwambia mimi naenda tusheni nani? Sasa umebeba ile begi utakuwa unaelekea wapi? Ni kweli nimemwaga mama kwamba naenda tusheni kujisomea, lakini sio kweli. Nataka niende kwa mshua mpenzi wangu, ili tukaenjoy tukajilambe. Oh. Kwa hiyo sasa unataka kuniaminisha kwamba wewe ndo mmoja kati ya wale wanafunzi ambao huwa wanawaaga wazazi wao
muda ambao sio wa shule, wakiwaaminisha kwamba wanakwenda kujisomea. Labda group discussion ama tusheni za kawaida. Lakini kumbe muda huo hutumia kwenda kufanya ngono na watu wengine, si ndio? Na mambo mengine ya kijinga, si ndio? Sasa kaka, naona tunaenda kuelewana. Na naamini kwamba ule msemo mwenye akili ni mwenye nywele. Na wewe kaka kupiga makofi. Ongea kakaangu. Ukiona binti ambao wanaaga wazazi wao wanaenda tusheni kwa ajili ya kujisomea, uje basi wanadanganya. Mabinti 100% ambao wanaaga wazazi wao kwenda tusheni kwa ajili ya kujisomea, hawaendi kwa ajili ya lengo hilo. Bali huo muda wanaoaga wazazi wao kwa ajili ya kwenda kujisomea tuition, wanautumia kwa ajili ya kukutana na bwana zao. Na ngoja nikupe asili kakaangu. Unaweza kukuta mademu wawili au watatu wameingia chumba hichi kimoja na mabwana karibia 6. Ujiulize wanafanya fanyaje? Ndio nakuta asilimia nyingi wanafanya sex group. Kwanza kashangaa mabiti wote wanafanya chumba kimoja au wanaanza kupokezana, mmoja kaingia mmoja katoka. Kwa hiyo kakaangu, si kila binti ambaye anataka kwenda tusheni kwa ajili ya kujisomea wanaenda kwa kujisomea, ni uongo. Wanaenda kwa ajili wampata muda huo ndio wanaenda kutumia kwa ajili ya kufanya ngono. Mimi nikiwa mmoja wapo. Basi wazazi watakuwa wana kazi kubwa sana. Na sio kazi tu, wana shida, wana tabu. Sasa anavyofanya huyo mpangaji mpya, ana vituko. Jamani mpangaji mpya, muone anavyoishaua, muone anavyojibinua. Nyumba nayoisha maana kuna kabisa, mama mwenye nyumba kamtaki kabisa.